watu wasio na hasira, uchawi kutoliana, laha kwa ajili ya pesa na mali za ulizi. Umekuja umepagawa sana, shida nini? Unajua mama kanitokea jana. Ushaanza kupagawa? Sio kwamba kupagawa, serious, sure. Mama kutokea wapi? Mama kanitokea jana usiku. Ili swali limefika pabaya hili. Siku hizi wewe unalala, unakunywa pombe? Pombe? Wewe unaona mdogo wangu mimi nakunywa pombe mimi? Sielewi la mada unazozileta. Ukweli, mama kanitokea sure. Ile jana jioni. Jana jioni. Ili swali limefika pabaya hili. Hapa sielewi sasa tunafanyaje sasa. Sasa mbona inakuwa ngumu? Sijui. Hapo sasa ndio kazi ipo. Mama kanitokea tena kaongea maneno kaniita mara hizo. Mara mbili. Sijamuona. Akaongea maneno sasa mara ya tatu yule nageuka tu namuona. Ngoja nikimbie. Nikimbia pale nikachandala. Kanitokea jana, yani hapa sielewi kabisa. Yani kaongea na maneno kwamba jambo lililofanya litafanikiwa. Nilikomweka kule pabaya. Sasa ndio hiyo shida hiyo. Yani najuta kabisa kukubali ushushwa. Yani hapa najuta. Sio muda wa kujuta sasa huu. Sasa tunafanya. Ni muda wa kuangalia sasa jinsi gani sisi tunajikomboa kwenye hili. Sasa huu ukianza kujuta nani sasa unamwacha mzigo. Kwa sababu mzigo sio kwangu, ni wa kwetu sote. Sasa ukisema unajuta unamjutia nani sasa? Tushafanya tayari, hamna cha kinachobadilika hapa. Itakiwa mkubwa bi mdogo ajue. Mama mdogo akijua hapa kazi tunayo. Ndio inatakiwa sasa iwe hivyo. Ina maana siri inatakiwa itunzwe. Si ndio? Mwanangu. Ndio sinika naye kama hivyo kuelekeza muda ule. Kama sana naye. Kwa naye pale. Lakini nilipo masharti mwanangu. Masharti gani tena? Ndio kwamba mpaka niende kwao ngajitambulishe. Yaani sielewi. Lakini sasa hapo sasa kwenye kutambulisha sasa wewe umefikiria nini? Sasa ni pale aliponiambia vile. Sita kumjibu, niwaambia basi sawa mimi. Hilo swala ondoa spasi, nitakuja kwenu nitatambulisha mambo ya kazi. Lakini bado najiuliza. Sasa mimi nataka nikuulize hapo wewe lengo lako ni nini hasa kwa leo? Sisi mwambie. Jue. Kule mimi mbaya. Umeona? Nitakuja kupenda. Kwa maana target ya kwanza ni mimi naenea kwenye mahusiano. Haya, wewe mwanzo wa asubuhi ulienda wapi? Mimi nilitoka. Ulienda wapi? Nilienda kwa mama yangu. Siku hizi wajishughulisha na kazi gani? Mimi nilienda kuonana na mtu. Ndio langu kazi kweli? Mwanangu siku nitaenda kuonana naye ndugu wangu. Nafanya kazi tu sija kupewa hela. Kila siku nakwambia tukikutana ndio. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi gani? Sasa tunamsalimia, tunapiga story, tunaongea tu. Angalia kaburi zina gharama na udugu. Kwa sababu naona mambo yasiyo mengi. Maana kaka asubuhi hata waeleweki. Wanakupa hela baadaye anataka nyingine. Hapa nikamwambia nimemwambiaje? Aje kwa wazazi. Aje kuongea na wazazi. Anasemaje? Kasema anakuja. Haya, unampeka kwa wazazi kufanya kesho yenyewe. Ndio mwenyewe. Mimi akitaka kuja kwa wazazi namzungusha tu. Nani wanafunzi? Ndio hivyo namzungusha. Kweli? Haya, angalia sokoni ndio. Ndio na kama azaela baiza kumwaga mtu mnazi. Ila sasa nisho nakuja ni kwenda kwa wazazi wake. Yaani natoka hapa naenda kumtambulisha. Najua ili niweze kwenda kwao. Nitafuta labda mtu mzima kidogo. Umeona? Ndio anakuisha sio eti nipende. Ila sasa mimi kwenda kwao wasaidi bado. Kama ushauri wangu nataka nikupe. Sawa. Mlete geto kwanza. Aje kwanza geto. Wewe mwambie sasa. Siku mkija kukutana naye sasa nakupa hii kodi. Ndio bana sasa ile swala lako la kuja kukutana mimi na wazazi wako. Nimeleweka sawa. Lakini sasa kuna jambo nataka tuzungumze. Sasa nimetulia. Kama kuna uwezekano wewe ndio tu kwa wazazi wao sasa kupoza shauri yako. Wewe mwana mpotevu vipi? Karibu.
Nimekuulizia kitu. Namba yako ilitoka ina. Nilienda huko kwenye mihangaiko yangu. Sema kumbuka. Kazi ya nini udugu wangu? Sina hata kazi yoyote niko tu. Lakini ndio hivyo tena tunajua. Lazima tuhangaike. Nitakwambia baadaye mimi. Sasa hivi niacheni kwanza. Odi wenyewe. Odi. Mama, karibu. Asante baba. Mama. Baba kwema. Namshukuru Mungu. Wazima kabisa baba. Si wazima mama. Tusikie nini? Karibu sana. Mimi mwanangu nilisafiri hivi karibuni, nilikuwa na muda mrefu nilienda Dubai kikazi. Hapa nikawa sipatikani kwa sababu kupatikana kwangu paka WhatsApp na mama yenu hana simu kubwa. Lakini nimerudi takriban wiki 2 zilizopita. Kila nikipiga simu hampatikani. Kila nikipiga simu ya kwako ya kwake hampatikani. Ninaona nije, kwani shida nini baba? Mama, simu yangu kweli ina changamoto, ila ya mama sijui, ila ya kwangu ina changamoto, iliharibika. Ndio nimenunua tu jana. Kwani mama yenu yuko wapi? Mama katoka asubuhi kaenda kwenye harakati za hela zake huko, akisema kuna hela kuna mtu alimpa, ameenda kuzifuatilia. Na atarudi saa ngapi? Kurudi sasa hapo ndio sijajua. Mwanangu, hebu naomba kaniletee kwanza maji ya kunywa ninyi niondoke, maana nina haraka. Wai basi baba, nina kiu sana. Filipo mwanangu, shida nini tena? Shida nini tena? Kama nyota ya bahati mbaya, uchu wa pesa, uchu wa mali, kwa nini tunasahau roho kali? Maisha hayana budi. Vipi sasa? Fresh, tunaambie ndugu yangu. Fresh kama kawa. Kama kawa. Nipangilie sasa, maana toka siku ile kwa chama kichongo imewaka moto hii. Mambo yakawa ovyo hapa. Unajua bwana? Nilikuwa na mpango hivi nikupigie mida fulani, lakini bado sikupata nafasi. Lakini kama tumekutana hapa leo hii, ni vizuri zaidi tukayamaliza hapa. Sema kwa nini? Ndugu yangu, mimi na wewe tutakutana kimya hivi mpaka lini? Maongezi yetu mimi na wewe mpaka tukutane. Unaje tu hili jambo tukalimaliza tu, maisha yakaendelea kama zamani. Ule pale mtoto wa kike ndugu yangu hawezi kutuvunja undugu mimi na wewe. Haina taabu mwanangu. Fresh. Unajua kuna vitu vingine sometimes vinaumiza sana. Sasa wanawake tunapa nafasi, alafu mwisho wa picha anakuja kutufanyia vitu ambavyo vinakuja kufanya watu tunagombana. Kuna vitu vileti maana. Sasa sisi wanaume tunapokuwa tunaendelea kugombana, hivyo ni vitu vya hasira tu mwanangu. Kama vipi? Au sio? Mambo ya maisha hayo mwanangu. Ano maisha ambayo tunataka tuishi sisi watu wa kiume. Watu wa kiume tukinuniana hivi sometimes tunashinda hata kusaidiana mahali. Unaona? Kama siku ile mimi siku ile nimekubless pale. Hivi ngwa tuongee mimi leo ingekuaje? Simona maisha ingekuwa ni changamoto kweli yani. Sema baridi fresh mwanangu, liishia hapo, si tu tunawasiliana tu nini fresh, mchongo ukitokea nini mawasiliano yetu yaite kama kawaida au vipi? Hapa kwanza kazi wangu hapo. Halo. Vipi? Mzima? Endeleaje mama? Mimi namshukuru Mungu. Mbona kimya sana?
Upo wapi saizi? Nyumbani. Nyumbani. Unafanyaje mama? Nasema nimekumisi, sijakuona muda. Kwa sasa tunafanyaje? Kwa sasa hivi uongo kutoka. Kwa unapata nafasi muda gani? Labda baadaye jioni. Saa ngapi? Kwa unaweza kaja nyumbani? Nyumbani kwa shida gani? Hamna, tukutane tu njiani au sehemu upange tukutane. Sasa tutakutana mpaka lini njiani? Sasa sikia, mimi nakutumia hapo pesa ya nauli. Ndio nyumbani. Kwa nini sasa mama? Najisikia vibaya. Unauma? Basi njoo na dawa kama utakuwa unaumwa zaidi na kupeleka hospitali. Kwa nitaangalia. Kwa basi mama baadaye. Asante. Baridi mwanangu, haina noma. Au Zidi kusangana, tunaelewa. Basi mida fulani hivi utanicall basi. Haina noma, mimi niko napandisha hivi. Nikirudi hivi mwanangu nitakucheck na wakati ndani. Au sio? Basi madili yasomeke basi mwanangu. Poa. Baridi. Mikono michafu, mioyo mizito, nani atashinda? Leta habari. Bwana sikia hapa kwa muda kidogo. Nadhani nimetoka kuzungumza. Sasa leo nimeona nikuite. Ningepata bado jibu moja kutoka maana naseka sana. Ngoja sinaendelea kukaa kufikiria wewe. Ndio pale muda unapozidi mimi napata. Naweza nikafurahisha moyo wangu. Mimi nakupenda. Nakupenda sana. Sio utani. Wala sidangani. Sikiliza. Hiyo jambo aliloniambia ni sawa, lakini iwe siri. Nashukuru kwa kusikia hiyo. Na jibu nilikuwa nategemea ni kama hilo zuri. Kwa sababu kuhusu kuwa siri, usijali. Sawa, haina shida. Tunawasiliana. Sema Fatuma, Yasmini muda wote hajafanya nini huko nyuma? Unajua tunachelewa kwenye klasi. Atakuwa anakuja. Atakuwa anaenda na shughuli yako nini? Funga kamdomo. Mimi ndio na shughuli kuliko kule. Kama yakijua kali sana. Tangulia. Sema. Wazaji. Anaondokia ni jana. Au ulikuwa wapi? Niko huko nyuma niko naongea na wesi wangu. Unajua mama. Si niko nimekaa huko nyuma kwenye msichana. Unapata nini? Niko naongea naye tunajua tena mambo yetu. Nimwambia nao mapinda. Kama tunaenda njiani. Nyumbani. Usiende. Ndugu wangu sienda kwa timu wewe. Naijua bado sijui. Na maana nimemtaarifu mambo ya mfano na huko. Siwezi kwenda. Ila kususa sana. Mtondokea tunacheza. Nimeenda kwa dada, watoto wameniambia hayupo. Nikuwapigia simu hata sijui watakuwa watanipigia, sijui itakuwaje. Yaani nilala na mtoto wa Abdalla mimi.
Tajua hiyo kesho, kama watanitafuta leo wala kama wataacha basi. Ndugu wangu, naomba wapate wanangu ili wakwambia ukweli, maana umenipa siku nzuri.